ukiuliza mtu anakuaga mlevi namna gani, baadaye anakuwa pasta, kwa sababu amebadilishwa kutoka ndani. Yani pombe inatolewa kutoka ndani, yani maovu yanatolewa kutoka ndani, yani umasikini unatolewa kutoka ndani, yani anabadilishwa, anafanyika kitu kingine. Hii ndio maana hata kama Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo, mahali ni kwa uchafu, mahali hakuna starehe, alipotiwa mafuta yalimwezesha kuingia ikulu katika jina la Yesu. Don't you note, immediately alitiwa mafuta kulipatikana an opportunity State House. Immediately he was anointed, there was an opportunity in the State House. Haikuwa ya mfalme, ilikuwa ya mcheza kinubi. Ninatangazia watu wa Mungu, pewa neema ya mafuta ya Bwana, milango yako ianze kufunguka katika jina la Yesu wa Nazareti. Immediately he was anointed, an opportunity was created. There was a need. Immediately the anointing comes, an opportunity comes. Hey, hamunielewi. Nasema immediately the anointing is released, an opportunity is opened. Sasa walianza kusema mfalme anasumbuliwa na mapepo. Sasa ni nani anaweza kuwa anacheza kinanda hii mapepo? Yani the answer was already present. Yani pakatokea mtu. Unajua kitu kingine kinafanyika wakati upako unashuka juu yako, you become conspicuous. Unaonekana, unajulikana hata kama haujijui. Unajulikana na neema yako hata kama haujielewi. Yani iliulizwa tu ni nani atasaidia mfalme. Mtu mmoja ambaye naona kama alikuwa minister wa Saul akasema, nimemwona kijana wa Daudi ambaye ni stadi, ambaye anajua kucheza kinubi, na kutangazia neema ya mafuta itengeneze milango kwa maisha yako, itengeneze nafasi za biashara, nafasi za kazi, nafasi za kila aina katika jina la Yesu. It was created. Number 3, you receive favor. Kibali. Na ndiyo maana aliambiwa, ukitoka hapa nikikupaka hii mafuta, utakutana na watu wanaenda Betheli kwa madhabahu. Wamebeba mikate, wamebeba divei, wamebeba mwanakondoo kwa sababu ya dhabihu. Watakusalimia na kukupatia mikate. Sio kuomba utaiomba. This is a man with the favor. Ya kwamba may you receive the favor of God. Watakusalimia, watakupea mikate. Hautaomba, hakuambiwa aombe mikate. Na unajua hii ni kama, do you know, ni kama leo nikikuja, nilikuwa na sadaka kwa mfuko na nilikuwa na fungu na nilikuwa ninajua ni za dhabihu. Lakini imagine tunakutana na mtu they were going at the altar kutoa dhabihu. Yani hata hakuna kuogereshana, yani tu kumsalimia namna hii. Ninaanguka kwa mfuko, ile sadaka nilikuwa anastahili, namtolea, nampatia, maana mafuta yana kibali, yanavuta kibali kwa maisha ya mtu. It attracts favor. Inaleta kibali, inaleta neema, inaleta kibali si cha kawaida. Ndiyo maana alikuwa, that is the thing, aliambiwa mtakutana na watu, na aliambiwa this is the sign. Hii ni ishara ya kwamba sasa umetiwa mafuta. Utakutana na watu wanaenda kwa dhabihu, utawasalimia. By the way, hata si utawasalimia, watakusalimia na watakupea mikate. Reshiria ni raithi kugeithio uguo, ndumire haha barabara wone uri andu makiragira mundu. Hawana haja na wewe, lakini mtu mwenye mafuta ana kibali. Mtu mwenye mafuta ana kibali. Mtu mwenye mafuta anakubalika. Sio kwa sababu amevaa ama hajavaa, sio kwa sababu amesoma ama hajasoma, sio kwa sababu anajulikana ama hajulikani. There is favor.
kibali. You receive favor. Namna hiyo tu. Na unajua watu wa favor is not fair. Yani favor inachaguaga watu tigo guona gataitagirire. Kibali kikinishukia, nitafika mahali ulisema sitafika. Nitapewa kile ulidhani sitapewa. Nitaingia mahali ulidhani sistahili. Kibali kina ubaguzi. Because it selects those who are not. When you are raised by favor, you enter into places you did not qualify to enter. Yani utaingia mahali sio wewe paka ukiwa huko unasema ni huko dakinyiri ate. Yani sasa hapa paka unacheka unajichuna chuna. Ni mimi ama yani nilifika hapa namna gani? Maana paka wewe unajua you don't qualify. Hata wewe unajua you don't deserve. But if favor is not fair, it has taken you there in the name of Jesus. Yani Number 4. Upako wa Mungu unapofanya kazi juu yako, it activates the gifts of God. Inahimiza ama inainua, inasisimua, inaamsha. Sasa huyu Sauli anaambiwa utakutana na kundi la manabii, watakuwa wanatabiri. Unajua unabii ni kipawa. Unabii is a gift. Unabii ni kipawa. Nobody can make you a prophet. It's only God who can make you a prophet. And a true prophet for that matter. Wacha za siku hizi ambayo watu wanapiga masimu, wanachukua intelligence, wanaanza kuitumia ati ni word of knowledge. I mean divine gift. Ya kwamba ni Mungu amekupatia. Sasa akaambiwa yeye hajawahi tabiri, yeye hajawahi tumiwa na Mungu na njia kama hiyo. Anaambiwa mtakutana na manabii. Na hajua hii ni mkutano ya manabii. This is a meeting of prophets. We are prophets of God. Yata wewe ni nabii. Mama Charity ni nabii. Hallelujah. Mrs. Madenge, you are a prophet of God, prophetess of God. Yani mtu anaingia tu katikati yetu, anashika hiyo neema, anaanza kutabiri pamoja na sisi. Hajawahi fanya hivyo, hajawahi kuwa na hiyo neema, hajawahi tumiwa namna. I declare in the name of Jesus, whatever has never happened in your life, may it start taking place in Jesus name. Ya kwamba upokee impartation kwa sababu ya hiyo upako inainuaga kile Mungu ameweka. Unajua wanasemaga siku hizo mpaka hiyo kijiji walianza kufanya ile gwatada wanaulizana gai ona Saulu ni umwe wa nabii. Yani hata Sauli ni mmoja kwa sababu they disqualified Saul kabisa. No murora wega omwire waigua ngiratha. Umenye si umwangalie vizuri, umwambie ukisikia nikitabiri si mimi nini. Hata unaona mimi siwezi kuwa. Hata unaona mimi sina hiyo neema. Lakini upako ukikushukia, you shall prophesy with the prophets. You shall preach. Watu wanashindwa. Ametoa wapi ujumbe huo? Anahubiri na neema hiyo ametoa wapi? Ametoa kwa sababu ametiwa mafuta. It makes all the difference. Shindo anaimba namna hiyo namna gani? Anointing. It enables you to do what you could not be able to do. It launches your gifts that the Lord has deposited in you. Inafanya vipawa vilivyo ndani. You know, we have so many gifts here. Wengine hapa hamjijui. We have prophets here. We have evangelists here. We have teachers here. We have miracle workers here. Kwa kule ando magikuirira moko muri muthire. Lakini hawajijui. But when the anointing comes upon you, it activates what the Lord has deposited in you.
You see, Jesus could not be effective in ministry without this anointing. Si anakiri, anasema Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta, ndiposa vipofu wanafunguka macho, ndiposa viwete wanatembea, ndiposa injili inahubiriwa. We need this anointing to be effective. Tutaendelea siku hiyo ingine kwa sababu masaa ndiyo hayo. We shall continue that other day because we have the Lord's table before us. Ala, daugane tugathie na mbere. Kwani mnataka mimi nikuwe pasta wa kucheleweshaga nyinyi kila wakati nikikuja? Hata na mchungaji hao watu watakuja kunichukia. Maana kila siku nikikuja lazima tupitishe masaa. Dimenyaga niki. Mama Charity utatusaidia kwa hiyo vita. Kwa sababu mtanidharau, mtanichukia kwa sababu ya kuwachelewesha. Maana kila wakati nikikuja ninaenda masaa. Mama Kevin mnasema hapana. Hamtanichukia kwa kuwachelewesha. Tuendelee. Wacha nitakuja kuendelea. Nitakuja tu. Hata kama nitakuwa leave, nitakuja. Sasa hata nikienda leave unajua siwezi enda bali. Si nitakuwa tu around. Hata sijui kama ninaenda ama siendi, by the way. Sijui. Kwa sababu nina harusi nyingi hata kule na kule. Kiamunyi nina harusi, kule nina harusi. Na zote zinanitegemea. I don't see myself going for that. So nitakuja tu. Na tutamaliza. Simama tumalize tuombe. Simama tuombe katika jina la Yesu. We thank you, Jesus. You know, kitu ambacho ni cha muhimu kujua ni ya kwamba Mungu, God is not a respecter of persons. And anybody and everybody can receive this anointing from God. That is why David hakuwa amehesabiwa kwa hesabu ya wale wanaweza tiwa mafuta. By the way, hiyo asubuhi kwao, ile mkutano ilifanywa, aliambiwa wewe fast, umana aburi, toka na kodo, wewe eda. Ile maneno itaendelea hapa, it does not concern you, but it concerns God. God had already chosen this young man. Hana CV. Hey, unajua, yani ukikosa CV mpaka kwa familia. Kwani ule wamenya kuaga CV family ni kugate, yani mpaka mikutano ya familia. Ukijaribu kuongea unaambiwa wewe bokire, wewe kwanza, wewe nyamaza. Wewe kila nyamaza. Tuti wewe ama haujaona mkutano unaongea na unaongea kama dakika 5 inarudi inaulizwa hemudugi hemudugi wino ndo wakuga. Yani kwani wewe ni ng'ombe ilikuwa inaongea? Yani yako sio maneno. That is the caliber of people that the Lord anoints. Hao ambao ukiongea na unang'ang'ana na unatoa mapoint, inaulizwa kama kuna mtu mwingine alikuwa. Yako si kama ya mtu, yako haitambuliwi. Lakini Mungu hutembea na watu kama hao, huinua watu kama hao, hutia mafuta watu kama hao, hubariki watu kama hao katika jina la Yesu. Hallelujah. Sichukue tu dakika moja uambie Mungu, si unikumbuke. Labosaka ya bashanda. Oh, ribosia bashataba. Si unijaze na neema yako, si unipake mafuta ya kizazi hiki katika jina la Yesu. Kuna mambo unataka nifanye, kuna biashara unataka nifanye. Bwana, siwezi bila neema hii. Kuna nyimbo unataka niimbe. Oh my God, oh my Father, I need your anointing, Lord. I need your power. I need your grace. Oh Jesus, 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 let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control.
In every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you oh, let your living waters flow over my soul. Oh, let your Holy Spirit come and take control. Oh, in every situation that has troubled my mind, oh, all my cares and burdens unto you Jesus, Jesus, oh Jesus, 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 oh sing to the Father, 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 Father. We love you, Holy Spirit. Oh, I need you, Holy Spirit. I cannot without you, Holy Spirit. I cannot without your grace. I cannot without your divine enablement. Siwezi usiponijaza, siwezi usiponipaka. Umenipaka mafuta mabichi, nipake tena Baba yangu, nipake tena mafuta mabichi. Oh, riase kabosa yabash. Rana mazaka yabosa. Oh, yababosa taraboshele mazaka. Unanipaka mafuta mabichi, unanipaka mafuta mabichi, unanipaka hata siku ya leo. Oh, mafuta mabichi yako, kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya hali zako, kuna mafuta mabichi. Hakuna kama wewe. Umenipaka mafuta kichwani pangu. Oh, unanipaka mafuta mabichi, unapaka mafuta mabichi kwa watu wako hata siku ya leo. Kwa kanisa lako kuna mafuta mabichi. There is fresh oil, there is fresh anointing in this service. Kuna neema, kuna mafuta mabichi. Unaweza pakwa siku ya leo, unaweza toka hapa ukiwa mtu tofauti. Father, in the name of Jesus, your Holy Spirit is not limited in any way. And I pray in the name of Jesus for every thirsty heart, kila moyo ulio na kiu na unaokugojea Baba, achilia nguvu, achilia neema, achilia mafuta yako. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba, nakushukuru.
Baba, katikati yetu kuna watu ambao umeona mioyo yao, ungependa hata kutembea nao na hata kuwatumia. Wengine wana vipawa na karama za Roho Mtakatifu ambazo hazijafanya kazi. Baba, na kuomba jinsi ulivyo mwaminifu, watembelee katika jina la Yesu, watie mafuta. Just surrender to God. Ambia Mungu, niko hapa kwa ajili yako. The Lord is doing something even in our midst. Yes, He's doing it. Yes, 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 He's doing it. Wherever you are, receive it in Jesus' name. Popote ulipo, kuna neema, anakutia mafuta, anakuguza, anakutembelea, anakujaza tena, anakupaka mafuta, anakutembelea siku ya leo. Hiyo neema, hiyo nguvu ya Mungu ikuguze. Wengine hata ndani yako unahisi mzigo wa kutumika. May the Lord anoint your life today. You shall be able to serve the Lord. Wengine hata ni kwa ndoto. You have been seeing those meetings. Umekuwa ukiona hiyo, ukiwekea watu mikono wanapona. Umeona Mungu akikutumia. Pewa hiyo nguvu. Wengine unaimba wimbo hata kwa ndoto zako. The Lord is launching you. Receive it in Jesus' name. Pakwa hiyo mafuta, pakwa hiyo nguvu na neema, pakwa katika jina la Yesu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ninahisi nguvu za Mungu zikiwa mahali hapa. Just surrender to Him. Just release yourself. He's doing it. He's doing it. Anatenda jambo, anatenda jambo. Kuna watu, just raise your hand before Him. Mwambie nitembelee, atakuguza, atakujaza. Yes, as you do that, receive that anointing. Open up your heart. Receive the grace. Receive the power. Receive it in Jesus' name. Anashuka na neema, anashuka na upako, anaguza, anajaza. Something is happening. Something is happening in this hall. Something is happening in this sanctuary. Receive it in Jesus' name. Pokea neema hii. Guzwa na hizi nguvu za Mungu. Jazwa na moto wa Roho Mtakatifu. Jazwa kuanzia sasa. Wewe sio wa kawaida. Mungu anajaa ndani yako. Atafanya kazi na wewe. Atakutumia. We thank you, Jesus. Wacha tuingie kwa sehemu ya kukula meza ya Bwana, alafu tumalizie. Our time is not with us. Maybe wacha tusome Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 16. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Verse 17. Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate. Paulo anaita meza hii ya baraka. Verse 16, you can just give us verse 16. Anasema ya kwamba kikombe cha baraka, he's calling it a cup of blessing. Kikombe cha baraka tukibarikicho, si ni ushirika wa damu ya Kristo. As we partake of this cup, we are enjoining ourselves to the covenant of the blood of Jesus. We are declaring, ni kutangaza, tunatangaza sisi ni washirika wa damu ya Kristo. Na naongea pia kuhusu ule mkate, nasema ni ushirika wa mwili wa Kristo. So as we partake of this, one, we are declaring that we are enjoined or we are joined to God. Na ndio maana kama haujaokoka, kama haumjui Yesu, you are not supposed to partake this table. Maana hii ni ya watu ambao wameshikana na Mungu.
and it is a declaration that nimeshikana na Mungu. Cha pili, it is also a declaration ya kwamba I belong to this fellowship. Maana ndio anasema mkate ni mmoja, sisi tu wengi, we are a part of the body of Christ. Tunapokula, it is a table of blessing. Sitaki kuelezea mambo mengi kwa sababu ya time, lakini naomba neema na baraka za Mungu za meza hii zilipate kanisa katika jina la Yesu. Wakati ilikuliwa na Waisraeli wakiwa Misri, waliofunguliwa na utumwa wao, walipata kibali, walipewa mali na Wamisri, wakapewa dhahabu na vitu vya dhahabu, walipata nguvu za kwenda safari. It is a table of blessing, ni meza ya baraka. Maandiko yanasema mtu ajihoji na kisha aule mkate na kukinywea kikombe. Nakupa nafasi tujihoji, kisha tule na tumalize ibada yetu katika jina la Yesu. Just take your moment before the Lord. Am I connected with you, Lord? Mimi ni wako. Kuna mambo ambayo yamenitenga na wewe. Je, nina mambo ambayo yanaweza kuzuia neema yako ndani ya maisha yangu? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Spirit of God. You are able to search me through. Horabo sakaya mashana. Manterebo zakaya boshene. Oh, thank you, Lord. Yashinda ulimwengu, hiyo damu yake Yesu, na kutufikisha juu, hiyo damu yake Yesu. Oh, hakuna patanishwa, hiyo damu yake Yesu. Oh, hukumu yanitisha, ila damu yake Yesu. Hakuna Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliyotolewa aliutoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Baba, ni asanti kwa mkate huu ambao ni wa baraka kwa kanisa lako na watu wako. Baba, naomba neema na nguvu zako katika mkate huu. Tunapoenda kula kwa pamoja, wacha nguvu zako zitiririke na zijae ndani ya maisha yetu. Wacha upako unaovunja kila nira uwe sehemu yetu, na umega kwa imani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Yashinda ulimwengu, hiyo damu yake Wakorintho wa kwanza 11:25. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe
akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywepo kwa ukumbusho wangu. Baba, kikombe hiki kimebarikiwa na kiwe nguvu na uwezo. Wacha nguvu za agano lako zifufuke, watu wako wajawe na neema mpya, upako wako utembee, vifungo vifunguke, watu wako wainuliwe na wabarikiwe. Na bariki kikombe hiki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunaenda kupokea mkate na kikombe. Mzee wetu, karibuni. Unapochukua rudi kwa kiti, halafu ugojee tukule na tukunywe pamoja. Wewe ambaye haujaokoka, hauna uhusiano na Yesu, tunakuomba uache. Wewe ambaye pia haujabatizwa, ni vizuri ugojee ubatizwe, halafu utapewa kibali cha kula mkate na kunywa kikombe. Wewe ambaye ni wa dhehebu lingine na uko na sisi na una imani kwa Yesu, hatuja kukataza. Hii sio meza ya dini ya full gospel, ni meza ya Bwana Mungu wa mbinguni. You are allowed as long as you are right with God and you are right with men. Unaweza kushiriki na sisi, haujakatazwa. Unaweza kuwa hapa ni wa dini nyingine na unakula meza makwenu, hatuja kufungia hapa kwa sababu sio ya dini, ni meza ya Mungu wa mbinguni. Kama una discipline na kanisa umetengwa, please don't. Ngojea wakati ambapo utafunguliwa, utapewa. Yashinda ulimwengu hiyo damu yake Yesu. Hebu tuchukue mkate sasa katika jina la Yesu. Hakuna kabisa. Utarejea navyo, tutakula pamoja. Kisha chukua, rejea. Kosa ya kutakasa ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Damu ina nguvu, damu ina nguvu, damu ina nguvu ya Yesu Kristo. Damu ina nguvu, 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 damu ina nguvu ya Yesu Kristo. Damu ina nguvu, damu ina nguvu, damu ina nguvu ya Yesu. Damu yarejesha, damu yarejesha, damu yarejesha ya Yesu Kristo. Damu yarejesha, damu yarejesha, damu yarejesha ya Yesu. Damu ina nguvu, damu ina
damu ina nguvu, damu ina nguvu, damu ina nguvu ya Yesu. Ya Yesu kwa kusafiwa na kuoshwa kwa damu ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kuoshwa kwa damu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Sema kuoshwa kwa damu hiyo ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Yatupwe yaliyo na takataka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Wewe huoni kijito cha tiririka, na uoshwe kwa damu ya kondoo. Sema kuoshwa kwa damu hiyo ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Sema kuoshwa kwa damu hiyo ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Sema kuoshwa kwa damu hiyo ya Yesu itutakasayo ya kondoo, ziwe safi, nguo nyeupe mno, umeoshwa kwa damu ya kondoo. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa nguvu, kijito cha utakaso nizame kuoshwa umo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Ajabu kupa kwa nadamu, Ona Bwana Yesu kumjua
nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Unaondoka Tembea nuruni mwa mbingu, moyo safi kabisa kumpendeza Mungu, kijito cha utakaso, nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana, kwa hiyo nimepata utakaso. Nataka tuweze kula kama tulivyoagizwa na Mungu. Mathayo 26:26. Andike anasema, nao walipokuwa wakila, alitoa mkate akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mle, huu ndiyo mwili wangu. Toa mkate huo na ule sasa, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Pokea na unywe, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Hori kama mazika ya boshi ya basaka ya mashaka. Thank you for your grace. Thank you for the power. Thank you for the power in the blood. Maya satarabosi. Thank you Jesus. Ambia Bwana ni asante. Jisalimishe kwa neema hii ya Mungu. Ambia Bwana nitembelee. Bwana nipake mafuta yako. Bwana nishukie kwa uwepo wako. Mantararabosakaya ilazikabosana mandobositararabosa. Oh, we thank you Jesus. Baba, katika jina la Yesu twanyenyekea mbele ya kiti chako cha rehema, Mfalme. Rehema zako, fadhili zako Bwana, ziachilie juu ya watu wako na kanisa lako. Baba, tukumbuke, maana wewe ni Mungu mwaminifu, Mungu wa haki, Mungu mwenye rehema, Mungu mkuu na Mungu mtakatifu. Kumbuka kanisa lako siku ya leo tunapokula meza hii Bwana, neema yako na rehema zako ziko juu yetu. Tuomba Bwana ukakumbuke kanisa lako. Labda una mahitaji ya maisha yako, njoo tuombe tunapomaliza. Labda unataka Mungu akukumbuke kwa njia fulani, njoo tutaomba katika jina la Yesu. Tuombe katika jina la Yesu. Njoo tuombe tunapomaliza. Asante Yesu. Si tuwazingire namna hii tunapoomba katika jina la Yesu. Baba, asanti, umejawa na rehema. Asanti maana utatukumbuka, utatusaidia, utatuponya, utatutatulia shida na matatizo yetu. Unaona mioyo yetu, unaona maisha yetu. Asante.
Asante. Kuna rehema za Mungu, kuna nguvu za Mungu hata katikati yetu. Kuna nguvu za Mungu zinashuka, 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 zinaponya, zinafungua, zinaguza. Kuna nguvu za Mungu mahali hapa, kuna nguvu za Mungu mahali hapa, kuna nguvu za Mungu mahali hapa. Guzwa na hizo nguvu, ponywa na hizo nguvu, tendewa muujiza leo. Kuna nguvu za Mungu, kuna nguvu za Mungu, kuna uwepo wa Mungu, kuna neema ya Mungu mahali hapa. The Lord is doing it. Mungu akuguze, Mungu akuponye leo, Mungu akufungue kila kifungo, Mungu atende muujiza. Mungu anakurehemu, Mungu anakusaidia, Mungu anasikia machozi na kilio chako. Pokea hiyo neema, guzwa na hizo nguvu za Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akutendee, Mungu atende miujiza, Mungu atende ishara. Thank you Lord. Baba, unajua watu hawa wako wanapitia nini. Sasa Bwana, njoo uwasaidie, njoo uwainue, njoo uwatetee, njoo uwaunganishe na baraka zao. Bariki watu wako, bariki maisha yao. Wengine Bwana wana huduma na karama ndani ya maisha yao. Bwana, wajalie mafuta yako, wajalie neema yako, waguze, wapake, wainue, watembelee, maana Bwana unaweza. Tulibariki na kanisa lote, kutangaza neema na kibali juu ya watu wako. Mkono wako uwe juu ya kanisa, ushindi wako uwe juu ya kanisa. Tenda Bwana, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Guza kanisa lako, liinue, lisaidie, maana wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Mungu awapatie mahitaji yenu katika jina la Yesu. Mchungaji, si kuje umalizie. Mungu awabariki. Neema ya Mungu iwe juu ya kanisa, ushindi mkubwa uwe juu ya kanisa. Bwana anaweza. Amen. Sisi tumpigie Bwana wetu makofi katika jina la Yesu. Sisi tumpigie taifa wetu makofi, maana hakika ametumika na Roho Mtakatifu kwa sababu yetu siku ya leo katika jina la Yesu. Kwa kweli tumebarikiwa, kwa kweli tumeinuliwa, kwa kweli Bwana ametupeleka kiwango katika jina la Yesu. Kuna mtoto hapa, mtoto hapa, huyu hajulikani ni wanani. Kwa hivyo huyu mtoto ninafikiri mama yake, ndugu yake, dada yake yuko hapa. Ni vizuri amchukue, si ni vizuri? Asanti, Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tumenenewa na tumebarikiwa, tumeumega mkate, baraka za Bwana zipamoja nasi. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya jambo hilo katika jina la Kristo Yesu. Kama jinsi ambavyo tulivyotangaziwa kuhusu kamati ya ndugu wetu Ibrahim Modibo, ya kwamba ni siku ya leo, na pia tuna young couples watakutana. Kwa hivyo ningewaomba tunapomaliza tutafadhali kamati yetu waweze kukutana mahali hapa kwa kona, ili mambo mengine yaweze kuendelea katika jina la Yesu. Si ni vizuri namna hiyo? Situmpigie Bwana wetu makofi, anayetusaidia na hata kutuwezesha katika jina la Yesu. Na kwa sababu tumebarikiwa sana, naomba tusimame kwa miguu yetu katika jina la Kristo Yesu. Tusimame tu kwa miguu yetu. Amen, amen. Na tuwe na furaha, maana hakika Roho Mtakatifu ametutembelea kwa njia kuu. Tuwe na furaha katika jina la Yesu. Si umsalimie jirani yako, mwambie na baraka hizi ziandamane pamoja nawe katika jina la Yesu. Amen, amen. Na mwambie kwa furaha, maana Roho Mtakatifu ametutembelea
katika jina la Yesu. Ningeomba sasa mwambie, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.